za jioni. Karibuni ndugu wawekezaji kwenye webinar yetu ya leo jioni. Naomba tuwe kama dakika 5 kusubiria hawa wanaoendelea kuingia waingie, alafu tuanze wote kwa pamoja. Asanteni sana. She's serious, actually. Yeah, she's serious. Today inside, is she serious? Is she serious? This is not working.
Habari za jioni tena wa uwekezaji. Naona bora tuanze. Ajabu naona tumeanza kwa kunyosha mkono. Sasa sijui uko unataka clarification au umeonyesha bahati mbaya. Kama hujaonyesha bahati mbaya, naomba ushushe ili tuanze. Na isije kasumbua huko baadaye. Ajabu. Yeah. Tuko week 17 ya mwaka and ndo tunaanza kuipitia hapa. Karibuni sana, karibuni sana. Weka mbele hiyo. Kwa majina naitwa Ritiko Mbilinyi, niko trading department na niko na mwenzangu leo hapa Ami Jillian. Karibu wasalimia wawekezaji. Asante sana Ritiko. Hapa CRDB tunawaita wadau wetu wote swahiba. Kwa hiyo maswahiba, habari. Natumai wiki hili mvua hazijaathiri utendaji kazi wenu. So tuko very excited na session ya leo. Mimi pamoja na ndugu yangu hapa Ritiko tutakuwa tunaleta kitu cha tofauti kidogo. Tutakuwa tunaelezea yale dhahabu ambazo tumekuwa tunazipita tukidhani ni mawe. So kabla ya yote, kabla tujafika mbali, tuanze kwanza na performance ya wiki kwa ufupi kabisa, afu baada hapo tutaenda kwenye topic yetu mama ya leo ambayo is a very interesting topic. Inahusu unlocking value in mid cap stocks. Siku zote tumekuwa tukiangalia zile kampuni kubwa, lakini leo tutaenda kuziangalia kampuni za kati. Lakini kabla ya hayo yote, wiki hili kulikuwa kuna nini katika soko la hisa? Ritiko, karibu. Shukran sana Ami. Wiki ya 17 mambo yameenda slow kidogo. Tunaona kabisa kwamba mauzo mazima katika soko la hisa yamepungua kwa 49% toka 7 billion kwa wiki mpaka 3.5 billion kwa wiki. Lakini pia tunaona kwamba volume of share traded pia zimepungua kwa 76%, toka 18 million shares mpaka 4 million shares, na kwa kiasi kubwa sana hii imesababishwa kwa kutokuwa na zile transaction kubwa ambazo tunasema ni block trade transaction. Most of the transaction ambazo zinafanyika katika soko la kawaida la wauzaji, zile transaction kubwa ambazo tumekuwa tukiziona zikipita na zikisaidia soko letu kuonyesha turnover kubwa hazijatokea wiki hii. Lakini pia ukija kuangalia market capitalization imeappreciate kidogo, na pia domestic capitalization imeyumba kidogo. Kwa hiyo ukiangalia kama total market capitalization imepanda wakati domestic market capitalization imeshuka, ni swala zima la kwamba hisa zilizoko za nchi ya ndani zimepungua bei, kwa cross listed companies zimeweza kutubeba kidogo katika total market capitalization ya soko letu. Labda Ami baadaye atatuelezea nani kashuka nani kapanda mpaka kusababisha, na tukija kuangalia baadaye top gainers na top losers, tutaweza kujua nani alifanya soko lipande kwa ujumla, lakini nani kashusha kidogo soko letu la hisa la share zetu za ndani ya nchi. Kwa upande mwingine wote kuna red nyingi sana wiki hii. Tanzania share index imeshuka by 0.8%, industrialized index imeshuka by 0.17%, na banking and finance industry imeshuka by 0.2%. Na karibu hili imetuumbisha kidogo kwenye upande wa hisa, bei za hisa. Hatujapata fundamental news kwa kipindi cha muda mrefu kidogo. Yes, banks zimetoa audited financials, lakini market ilikuwa imesha absorb hii information, so it was not new news. Nadhani kwangu tukianza kupata Q1 results za makampuni mbalimbali, of course kwa mfano banking sector tutaanza kuona things changing. Wiki hili vile vile tumeona kampuni nyingine zikitangaza results kama Swissport, results zake za 2024. Though activity hatujaanza kuiona share price ikipanda,
lakini we might anticipate positive moves moving forward, kwa sababu sometimes inachukua muda mrefu kidogo market kureact. Vile vile geopolitical uncertainty, kwa sababu siasa za kimataifa bado zinaathiri masoko yote duniani saizi, bado tunaona foreigners wakijaribu kukimbilia kwenye safe havens. Kwa hiyo yenyewe ina put pressure katika performance ya Dar es Salaam Stock Exchange, kwa sababu selling inakuwa kubwa kuliko buying. Nadhani wote tutatest kwamba kampuni ambayo ni liquid kuliko zote, CRDB, ametangaza results. Watu ame declare dividends, lakini unaona kabisa price imestagnate kwenye 790. Umeona? So that tells you kwamba more or less the market is already priced in everything ambacho ilitakiwa price, lakini pia vile vile inaonyesha kabisa kwamba with these rates selling pressure ni kubwa zaidi. Yeah, the market has already priced in the 65 dividend, na hiyo mimi nakubaliana nawe kabisa, kwa sababu utakuta kabisa kwamba watu kwenye hizi blue chip hizi banking sector, it's very easy to anticipate dividend itakayotoa, kwa sababu sera zao za kutoa gawio zimekuwa zikibaki pale pale. Nikiexpand zaidi kwa alichokiongea Ami, upande wa banking sector tumeyumba kidogo pia, kwa sababu MKCB kashuka toka 580 mpaka 550 ndani ya wiki, lakini pia kiujumla Tanzania share market, total capitalization ya share za domestic market ya Tanzania zimeyumbishwa zaidi na hiyo MKCB, na Nicole kushuka toka 720 mpaka 690. Simba na yenyewe ameshuka toka 1800 mpaka 1760, na TPCC na yeye kashuka kidogo toka 4100 mpaka 4060. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hizo zimetushusha kidogo, though kwa upande mwingine Afriprice aliongezeka kwa 4.3%, amesaidia kidogo domestic market capitalization, na maendeleo pia ambayo ameongezeka toka 385 mpaka 395, 2.6%, na yenyewe amechangia kidogo. Na uzuri tunaona green kwenye Afriprice na MBP, na wako kwenye topic yetu ya leo ambayo tunaenda kuidiscuss. Kwa hiyo at least tunaweza kuona tunapata picha. Kama kawaida CRDB na dominate 94.5% ya mauzo yote ya wiki hii. Wale watu walio price dividend, wale watu ambao walinunua kwa bei chini wamekuwa waki exit, wameridhika na hicho nacho, lakini pia kunakuwa na watu wengi wanataka kuingia waweze kupata hiyo dividend, kwa sababu mtu ananunua shares za CRDB kuanzia mpaka tarehe 6 mwezi huu wa 5, ana bado anakuwa entitled kupata hiyo gawio ya shilingi 65. CRDB inafuatiwa na TPCC, lakini pia hapo kuna NMB kidogo, Nico na hizi counters zingine. TPCC katika trade kwa 1.7%, NMB 1.6%, Nico 1.6%, na the rest wamegawana hiyo 0.6%. Tunarudi kule Ami. Mid cap stock, kuna stocks ambazo zina trade kila siku kwa asilimia kubwa, alafu hizi za kwetu ndogo zinagawana 0.6%. Tumeona Afriprice kapanda 4.3%, lakini hayupo kwenye movers hapo kabisa. Maendeleo kapanda 2.6%, lakini hayupo kwenye movers kabisa. Unalionaje hili? Ya, nadhani hili linaenda moja kwa moja katika market microstructure ama market structure ya soko, kwa sababu kuna zile, nadhani Tiko ni trader utaelezea vizuri zaidi, kuna zile ticker size kwamba kampuni ikiwa chini ya shilingi 200 inaruhusiwa kumove kwa kiasi hiki. Umeona? Na vile vile kutokana na hiyo vile vile price movement, ile volatility huwa inakuwa kubwa kama market cap inakuwa ni ndogo. Umeona? Unaweza kukuta kampuni kama Afriprice share zake zilizotradewa zilikuwa ni ndogo, lakini hata katika ule udogo wake bado ulikuwa una price impact vis-a-vis kampuni ambayo market cap yake ni kubwa. Ile the requirement ya kufanya hisa yake ibadilike bei huwa inakuwa kubwa zaidi, hivyo hupelekea kufanya inawezekana hisa zikawa traded nyingi, lakini if that average price ilikuwa bei fulani isi impact price kabisa. Ni hayo. Ya, ndugu Swahiba na wawekezaji, tunaomba kama kuna swali lolote unaweza kalidrop kwenye chat ili tujitahidi kuhakikisha hii session yetu inakaa ndani ya saa. Kwa hiyo tutakuja kuaddress baadaye, though tutatoa fursa kwa watu wachache kuendelea kuuliza kwa kuongea kabisa. Lakini kama kuna issue nyingine, kama kuna swali lolote lile, naomba uwe free kuliweka kwenye chat na tutali address. Tumetoka kwenye weekly performance kwa haraka, tutaka tupate muda kidogo wa kuelezea mada kuu ya leo. Beyond the blue chips, tumeshazoea CRDB, NMB, TPCC. Je, ni hizo tu shares zilizoko sokoni?
naamini hata katika baadhi ya wasikilizaji wetu wa leo tukianza kuuliza kuna share ngapi, kuna counters 28 sokoni ziko listed, lakini je, tunazijua zote? Naona focus imelala sehemu moja. Lakini kuna vitu vingi sana, na katika hawa ambao waangalizi sana kuna opportunities. Kuna 4% mtu kaipoteza wiki hii ambao ilikuwa anaweza akainyang'anywa kabisa kirahisi. Au unasemaje Ami? Kwa kweli naweza nikasema soko more or less halijazitendea haki hizi mid cap stocks. Na just as a heads up, sisi kama CRDB brokerage unit leo hii presentation sawa ina introduce series yetu ambayo tutazipitia hizi mid cap stocks sasa kwa undani, ili tuweze sisi pamoja na wewe Swahiba tuweze ku-unlock value, tutafute thamani iko wapi katika hizi mid cap stocks. Kwa sababu ni swala ambalo limetutatiza wiki mbili Lutiko. Tunajiuliza is it kwamba ukishawekeza CRDB, ukishawekeza NMB, Twiga, TBL na TCC umemaliza? Tukasema hapana, lazima there should be something. Na tukadig deep na tunakuja na series. Sasa leo ni episode 1. Kwa hiyo kama ni una popcorn, una juice ama una of course ni Ijumaa jioni. Karibu sana. Yaani karibu. Unaisikiliza taratibu na kuweka msisitizo katika hilo ni kwamba kwa kawaida tunafanya weekly update kila wiki, lakini the series inakuja katika mantiki ya kwamba leo tutafanya introduction, lakini kuendelea mbele kila wiki tutachukua kampuni moja ambayo iko kwenye mid cap stock. Tutachukua kampuni moja ambayo iko kwenye mid cap stock na tutaielezea kwa undani kabisa, kwamba at least unaweza kupata overview at least ya kampuni moja ambayo iko kwenye upande wa mid cap stock. Daily unaelezea kwa undani kabisa. Kwa mfano tuna Tanga, tuna Swiss, tuna DSC, tuna TOL, tuna Afriprice, Nico, MPCB, Precision Air, DCB na MCB. Na kwa hiyo tutakuwa tuna muda at least kila Ijumaa kuelezea kampuni moja, na tutajitahidi pia kuweza kupata participants wa ndani kutupa insight wote wawekezaji tuweze kujua hiyo kampuni inafanya nini, mipango yake ikoje, performance yake ikoje sokoni, wana mpango gani wa kuendelea, na kuweza kugrab hizo opportunity ambazo hizo kampuni zinaweza kutuletea kwa namna moja au nyingine. Kwa haraka tuna category 3 kwenye hizo kampuni. Tunaanza na large cap stock. Hiyo tunaongelea kampuni ambazo zina market capitalization zaidi ya bilioni 500. Hapo ndo sisi giant tupo. Tunaongelea CRDB Bank, tunaongelea TPCC, tunaongelea Voda, tunaongelea TBL, tunaongelea NMB. Kwa hiyo hawa ndo giant wote ambao wanasema sokoni, sababu wana above 500 million kwenye market capitalization. Lakini wote walioko chini ya milioni ya 500 billion mpaka 10 billion, hapo tunasema wao ni mid size company. The likes of Tanga, Swissport, DSC, TOL, Afriprice, Nico, MPCB, Precision Air, DCB na MCB. Na mwisho kabisa tuna hizi kampuni ambazo zinamtaji market capitalization yake iko chini ya 12 billion, ambao tunaongelea Mkoba, Katepa, Maendeleo na Jatu. Ami, karibu. Asante sana. Of course katika kitu ambacho umekizungumza ni kuhusu hizi mid cap stocks, na ndani mwekezaji wetu anaweza kujiuliza ukubwa wa soko letu ni thamani yake iko wapi? Sawa. Soko kwanza huwa linapimwa na kitu kinaitwa market capitalization, ambayo hii inaangalia thamani ya kampuni. Sio ukubwa wa kampuni, thamani ya kampuni, ambapo unachukua price, bei ile ya hisa pamoja na idadi ya hisa za hiyo kampuni zilizopo sokoni, unapata thamani. Kwa hiyo kwa soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, ukubwa wake upande wa hisa ni trilioni 19. Na hizi mid cap stocks ni 6.75 tu ya hii total market capitalization. Sasa mtu anaweza kujiuliza akina Lutiko, why mid cap stocks? Well, hizi zina sifa moja muhimu sana hizi mid cap stocks. One ni growth potential. Huwa zikitaka kupanda bei huwa zinapanda kweli, na zikishuka bei huwa zinashuka kweli. Lakini tutaona huko mbele mifano ya how they perform. Lakini if you choose wisely, huku huwa vile vile kuna thamani. Yaani kuna dhahabu unaweza kuona kama ni jiwe, lakini kumbe ni dhahabu. Sasa ndio maana tumesema tunakuja tunazichambua kwa kina. Sasa Lutiko, labda nikuulize wewe personally, umeshawahi kujaribu mid cap stocks katika career yako ya uwekezaji?
mid cap stock nimezijaribu sana na zimeniweka mjini kisawasawa, na kitu ambacho nakiamini na nakijua ni kwamba kwa bahati nzuri au mbaya hizi kampuni zikifanya vibaya zinakuwa punished kweli kweli, ndio maana zinakuta zinashuka bei, lakini pia zikifanya vizuri zinakuwa rewarded sawasawa. Na ni kwa sababu pia kama unavyoona 6.75% hisa zao sio nyingi sana sokoni. Kwa hiyo uwezo wa kufanya performance ikiwa nzuri na investor mmoja akiingia ambaye ana sophistication kubwa, anaweza ka move price sawa. Unaweza ukaangalia kampuni kama, tuendelee hapo, unaweza kuangalia kampuni kama Niko back in the days ilikuwa delisted kabisa, haikupo sokoni, waliondoa kabisa sokoni, ikarudi sokoni, ikajump toka 2022 mpaka sasa hivi return ya mtu aliyeinvest Niko ni around 174%, na hiyo ni upande wa price movement. Kiangalia DSE imemove toka 22 mpaka leo kwa 100%. Tanga Cement, hii kampuni unyeweza wawekezaji AMI, nakumbuka mimi nilimwaga kwa 390 enzi zile, ngaja kutoka kwa 2000. You can imagine how much money was made hapo katikati. Kwa hiyo ukiangalia 2022 mpaka leo tunaongelea 87%. Kuna TOL ambao toka 2022 mpaka leo imemove kwa by 33%. Kuna Swissport ambayo imemove by 32%. Afriprice ambayo though kuna negative ya 26.3%, lakini mtu aliingia 2023 amerecord 77% return, na bado wamefanya restructuring kubwa kweli kweli ambayo ina uwezo wa kuwapeleka mbali sana. Kwa hiyo kama unavyosema kabisa kwamba kuna potential kubwa, na katika potential kubwa ambao wao wanayo, katika potential kubwa ambazo hizi kampuni zinazo, tukizipa jicho ambazo zinatakiwa kupewa, tunaweza tukapata return kubwa hasa. Yep, nakubaliana na wewe Luitiko, kwa sababu ukicheki, unajua tukisema hizi namba unabidi sisi wa Tanzania tunabidi tupiane na mifano ya fedha kabisa. Mtu anavyoona Nicole imepanda 174% toka 2022 total return, maana yake ni return inayotokana na bei kupanda pamoja na malipo ya gawio. In simple sense, mtu ukiweka milioni 1, maana yake umepata tena faida ya milioni 1,740,000, si ndio? Hiyo ni faida. Kwa hiyo ukiwa unauza siku hiyo, mzigo unaopata ni actually ni milioni 2 na laki saba 40, kitu kama hicho, umeona? So unakuwa umedouble hiyo income, na hii ni passively. Hapo hukua umeacha shughuli zako. Ulikuwa unaendelea na mishe zako, kama ulikuwa unafanya kazi huku unajiendeleza na huku you are making money. Na tunapoona hii EGR hii bwana, hiki ni imezipima hizi counter kwamba kwa mwaka on average mwekezaji huwa anatengeneza asilimia ngapi kama faida. Rehema. Kwa mwaka unakuta on average mwekezaji kama wa Nicole wa DSE ana uhakika wa kutengeneza asilimia 25 kama faida kutokana na price appreciation pamoja na matokeo ya nini ya dividends. Kuna hizi miners mbili, kampuni mbili hapa, Afriprice pamoja na DCB. Ningependa Tiko tuziongelee zaidi, kwa sababu unaona mwekezaji aliyowekeza 2022 Afriprice mpaka leo alipoteza hela, lakini yule aliyoingia 2023 alitengeneza hela. Saizi tuna DCB is trading at around its lowest price, shilingi 110, lakini tuliona Afriprice na yeye hadi huyu mwekezaji 2023 anatengeneza faida. It was also in its lowest, ilikuwa at around shilingi 140, nakumbuka ilishuka hadi 135. Sasa swali, je, when a stock is falling, is it only ugly ama is it a room for opportunity? Banking sector na boom. Return ambazo zimekuwa na record banking sector on the last 3 years have been tremendous. Na ukiangalia watu wengi wamekuwa wakimonitor soko letu la Tanzania, especially kwenye financial market space, kuangalia kwamba how comes this banking record as much profit as they are making. Watu ambao wameinvest kwenye CRDB, watu ambao wameinvest kwenye NMB wameweza kuwa mashahidi. Tumeona hizi stocks zikimove aggressively over the period. Na kwa namna moja au nyingine, kwa swala la DCB, they just need a turnaround. Wako kwenye the banking sector is on the boom period and they have to be on the boom period. Sema they need to clean the shop internally. Hakikisha kabisa kwamba they tap in the potential ambao wengine wanapata. Kwa namna moja au nyingine,
kama nilivyoanza kwa kusema kwamba hizi mid cap stock when they are performing well zinakuwa rewarded sawa sawa, lakini kukuwa na kamyumbo kidogo tu zinakuwa punished pia sawa sawa. Ili DCB aweze kuona hizo return ambazo zake wanaziona, lazima afanye turnaround. Na uzuri kwamba turnaround tunaweza tukazitegemea wiki ijayo, kwa sababu tayari tunakaribia Q1 financials kutoka. Lakini pia I believe kabisa kwamba siku wakitukuwa tuna discuss DCB inside out na tukapata expertise ndani, tukaona mipango yao, sasa tukajua kabisa kwamba hiyo turnaround tunaipata au tuipati. Na wewe msikilizaji ambao utakuwa unafuatilia sisi pamoja, natamani naamini utakuwa na shauku kujua kabisa kwamba je, uingie DCB au usiingie. Muda mzuri sana wa kufanya analysis ni pale ambapo tutapata tutakokuwa tunaiangalia DCB kwa undani zaidi, na tutakopata hata experts toka ndani watuambie what do they have, what's the turnaround, because the market is rewarding so much the banking sector. What's happening on their end? Asante. Sasa moja ya sifa ambayo wakati tunafanya research tuligundua ni kwamba kila mwaka Luitiko na Swahiba ambao natusikiliza, kulikuwa kuna kampuni moja ambayo ilikuwa mid cap stock ambayo ilikuwa ina performance ambayo ni outstanding. Tukasema turudi mpaka 2021, yani consistently kulikuwa kuna kampuni moja ambayo haikutarajiwa kabisa kuperform. Unajua kwenye mpira kuna timu ambayo utegemei kabisa. Kuna mwaka mmoja na kwa inaitwa Mbeya City sijui ilileta maajabu. Sasa na kwenye soko la hisa kila mwaka kumekuwa kuna kampuni ambayo ni wildcard. Na hii ndio inakuja sifa sasa mid cap stock kwamba tusiziache tu, tusiziignore. Tiko 2021 umegusa hapo Tanga Cement. Research yetu inaonyesha kabisa kwamba mwaka 2021 Tanga Cement was a wildcard. Ikipanda ndani ya miezi 12 kwa 100%. Reason ilikuwa ni ile issue nzima ya acquisition yake. Wewe kama mwekezaji ulionufaika na ili tangazo, mtupe your experience. How was the feeling kwanza unapoona bei inapanda? Lakini dilemma pia unapoona inapanda unajiuliza nitoke timing ya exit. How was that excitement na anxiety? Nakumbuka nilikuwa broker kipindi hicho kwenye taasisi ambayo nilikuwa nimetokea huko nyuma. Nilifika ofisini kama kawaida, nikaamkia kwenye magazeti nikaona hiyo tangazo kwamba kuna acquisition inakuja. Niliona acquisition inakuja, bei pale ya acquisition ilikuwa targeted around 2000 na kitu. Wakati sokoni tulikuwa na trade kwa 390. Nakumbuka ile hela ikitoka mfukoni. Nilikuwa na bond nikaenda kukopea. Nikaweka mzigo wote kwenye Tanga. Ile na target ilikuwa kutoka 2000 na siku inagonga 2000 nilitoka hapo. Sema kuna ile feeling ya kwamba kila siku naenda nyumbani unajua nimetengeneza 500,000 600,000. Leo iko kwenye makaratasi hujaishika, lakini unajua yani katika kichwa chako unavolala katika ile ambayo nimeweka leo nimetengeneza 600,000 na hapo hujaifanyia kazi yoyote. Kwa hiyo Tanga had acquisition announcement na ili move, na hapo unapoongelea 100% ilikuwa isha move. Yani kumbuka ile move 4 times day, 4 to 5 times. Kwa hapo unapoongelea 100% baada ya tangazo, sababu tangazo litoka way before that. Na of course kulikuwa kuna pressures kwa sababu kuna muda kwamba inafanyika ifanyiki. Kwa zote zile zilikuwa zinafanya fluctuation ya bei, mara ipande mara ishuke, mara ipande mara ishuke. Lakini ilipokuja kufanyika, I believe watu wengi waliinvest kwenye Tanga wame benefit. Na bado kuna kitu kina cook pale Tanga. Kuna kitu kina cook. Naona sasa hivi na trade 1800, 1760, lakini kuna wadau wanaichungulia na wanainunua kwa sababu wanajua kuna kitu kina cook. Na labda siku tutakapokuwa tunaiongelea zaidi, msikilizaji wetu, natamani uwepo hiyo siku uisikie kwa sababu kuna kitu kina cook. Kuna 25% ambao unaweza kuipata ya bure yani hapo. Kuna premium inakusubiria. Kuna premium nakusubiria bado. 2022 Swissport. Ndani ya miezi na nakumbuka mimi ndo nilikuwa naingia kwenye industry. Kulikuwa kuna foreign investor alikuja January. Akasema specifically naomba mnipeleke nikaione Swissport. Hatukuelewa what was happening. Akanunua ule mzigo. Ilikuwa January, by August Swissport was up kutoka nadhani 1100 ilitembea 2200 na kitu. Ilikuwa ni gain kama 127% jumlisha na dividend iliyolipwa kipindi hicho. That is the power of what? Mid cap stocks. Ndani ya muda mfupi zina perform. Swissport what was magic ilikuwa post covid recovery. Uchumi mbalimbali zilifunguliwa, tourism those restrictions zikawa relaxed. Wataalamu wa kuangalia geopolitics na kuconnect na soko walipo connect, people made money. 2023 2024
it has been the year. Hii miaka miwili imekuwa miaka ya kampuni inaitwa Nicole. Up kutoka around shilingi 325 ikapik mpaka around 820. Uwekezaji wamedouble. Kwa sababu kwa kipindi cha miezi 18 ukiongeza na magawio faida imekuwa kama 169. Lakini what has been special about Nicole Tiko? Nicole ametembea na upepo wa benki pia. Bali tukatai banking sector. Nicole ana a lot of shares kwenye NMB back in 2022 ilikuwa na trade kwa 2000 na bahati mbaya ilikuwa high trade sana sokoni. Pia huwa unaweza watu wakanauza kwa discounted price 1200 1500, lakini banking sector ilianza kuboom. Tumeona NMB kutoka 2000 mpaka 6000, na kwa sababu Nicole ni investor mkubwa wa NMB, obviously amegain katika hiyo portfolio yake, imegain tremendously kutokana na hiyo increment ya shares. Lakini pia gawio limekuwa kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo ile gawio ambayo Nicole anapokea, ambayo baadaye anakuja kuitransform kwa wateja wake, pia likaanza reflect directly. Na bado hata tunapokuja kuiangalia Nicole pia inabidi tuiangalie kiundani sana, kwa sababu kiukweli kabisa hiyo opportunity bado haijaisha. Kumbuka imeguta the whole time high this year, na sijaona kama imekuwa factored in kwenye price ambayo imekwenda trade sokoni sasa hivi. Lakini pia tunaelekea mwezi wa magawio, yani hizi kota mbili zote na watu wanapokea magawio tu. Yani ndio muda ambao investors wana hela, na Nicole investors walikuwa na hela huu muda. Kwa maamuzi yake investment ya hizi kota mbili pia zinazokuja mwezi mpaka mwezi wa 9 zitadetermine sana kwamba hiyo bei ya hii stock itakuwaje mpaka mwisho wa mwaka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, siku ambao tunaidadavua Nicole, ningetamani sana pia uwepo, kwa sababu kwa namna moja au nyingine wakituambia mipango yao na wakiweza kutumia vizuri fursa walionao katika hela wanazoenda kupokea, ni kampuni ambayo kuna percentage pia pale ambao vipo ambao unaweza ukavipata. Tumeongea hapo kwamba iligusa 820, sasa hivi iko kwenye 720, kuna potential bado hapo. Na ukiangalia most of their stocks right now are trading even higher than how they were trading back then ilipogusa 800. Kwa hiyo bado naona kuna potential. Na natamani sana ile siku ambao tunaidiscuss Nicole unlock your potential kwa namna moja au nyingine. Sasa 2025 ndo kwanza mwaka una miezi 12, tuko mwezi wa 4. The question ambayo yote imetuleta hapa, nadhani wote ambao kwa anayetusikiliza na anayeangalia hii slide anajiuliza, what is the wild card ya 2025 katika mid cap stock? Sasa na ndio maana tunafanya research. We think we've had our pick, na tutaidadavua over time katika hii series yetu, lakini hili tuiache kama homework kati ya sisi na wewe Swahiba, na wewe kafikirie, katafakari kwa hizi performance. What do you think mwaka huu itakuwa ni mid cap stock ambayo italeta major rally ndani ya soko? Hiyo ni homework ambayo Swahiba tunakuachia vile vile. Sisi hapa I think we have had our pick internally, and over time tutaipresent. Ami, kama unavyosema, ni homework kwa ndugu wasikilizaji, lakini kwa namna moja au nyingine wasiumize vichwa sana, kwa sababu mimi naamini mpaka tunamaliza hii series sisi na wao tutakuwa tunajibu moja. Sisi na wao tutakuwa, sababu wote tutakuwa tukisikiliza, wote tutakuwa tukiangalia analysis tunazotoa, wote tutakuwa tunasikiliza baadhi ya wawakilishi wa hizi kampuni wakiongea, na wote mwishoni tutakuwa tunajua kabisa kwamba tunaweka wapi hela yetu mwaka 2025, ili Disemba pale mpaka au muda kama mwakani tu tunakinga. Tunapita mbele kwa ushindi. DJ anaweka muziki, step zinaenda. Sasa moving forward, mtu anaweza kujiuliza, hizi mid cap stocks do they actually pay dividends? Ama market tumeona kuna gainers, kuna losers. Well, our chart reveals kwamba over time most of these companies nyingi huwa zinalipa ma dividends. Unaona Nicole, DXE, Swissport, Afriprice, TOL wamekuwa wakilipa dividend. Of course katika hizi kampuni zote tumeona TOL kidogo kistagnate, na huko mbele tumeweka a case why if things change with that, we also see potential katika kampuni kama hizo, kwa sababu it's a unique sector katika soko, manufacturing, gas industry. Tunaona potential ipo. It's not our peak yet, lakini tunaona kwamba hizi mid cap stocks huwa zina nature ya kulipa dividends. I think the best example Ruitiko ni Nicole, kutoka kuwa delisted
mpaka kuweka mambo yao sawa, kurudi from 2020 mpaka leo. They are consistent dividend payers. What does it say kuhusu governance katika hizi mid cap stocks? It happens kwenye kila kampuni sokoni, kwamba management ikitulia na wakiamua kweli kufanya kitu jambo, mambo yanaenda vizuri. Ndio maana pale nilipokuwa naongelea DCB nikasema kabisa kwamba kama wakuweza kuachieve a turnaround, kuna opportunity kubwa sana ya kwamba ile negative tunaona pale kageuke kawa positive. Mimi nilipokuwa naingia sokoni nilikuwa haiko sokoni na nilikuwa nasikia stories zake, na it was a case study, tulikuwa tunasoma mambo ya soko la hisa. Lakini sasa hivi zile case study najua zitakuwa zimebadilika, kwamba it's a positive case study, kwamba kuna muda unaweza kaanguka alafu baadaye ukainuka. And ndugu wasikilizaji, natamani muwe very keen katika hili, kwa sababu when a company falls, muda ambao inataka kuamka ndio muda mzuri wa kuingia. Na mfano mzuri hata ni CRDB mwenyewe alikuwa ni mfano mzuri. Unajua kuna kipindi mimi niko sokoni, naingia sokoni CRDB kwa trade kwenye shilingi 350, tukashuka CRDB kashuka paka 95, and right now it's trading at 790. Na ndio maana naona kabisa kwamba kufuatilia hizi kampuni kwa undani na kuzijua kwa undani na kuweza kufanya judgment ambayo ni nzuri inaweza ikakupa turnaround. Tumeongelea Tanga Cement kama 390, kwa sababu haikuwa 390, ilikuwa juu kabisa, lakini imetoka kule 3000 4000 mpaka 390, na sasa hivi imerudi mpaka 2000. Sasa turnaround ambao hiyo ni all of that, it's just not a turnaround, it's money into your pockets, ndugu mwekezaji. Yani hiyo ni hela ambayo unaenda kuichota ukiweza kuigundua mapema. Kwa hiyo Nicole na kampuni zingine, management ikiwa na perform vizuri na katika nature ambao uchumi unavyoenda sasa hivi kwenye upande wa biashara, kuna potential kubwa sana ya kuwa na a big turnaround na kutengeneza hela nzuri katika huo muda. Swahiba, sasa tunaruhusu hata maswali ili huu mdahalo uwe pande zote mbili. So far tumeweka price history, tumeonyesha dividends. What are your thoughts kuhusu hizi mid cap stocks? Nini unawaza? Nini unaona? Kuna wengine wameshaniambia hapa WhatsApp wao majibu wanayo tayari. If you can shout out the answer. Unajua hata darasani kulikuwa kuna yule mwanafunzi ambaye jibu alikuwa atanyoshi mkono anasema tu, afu mwalimu anamwambia bwana mimi nilikuwa nataka nimchague fulani. Na kwa upendeleo kabisa naomba Abbas akae akijiandaa kutuambia kwa nini anasema 2025 ni ya Afriprice. Ameweka hapo kwenye chat. Okay. Kwamba jibu lake yeye 2025 ni ya Afriprice. Abbas, jiandae kutupa at least a hint kwa nini unaona 2025 ni ya Afriprice. Lakini tunakaribisha maswali kwenye chat, na naamini kabisa kama tukiweka kama kuna comment yote na maswali kwenye chat inasaidia kusave muda na kuweza kuyadadavua kwa haraka zaidi. Wakati huo mimi naomba kwa upendeleo kabisa nimpe at least dakika moja tu Abbas atuambie kwa nini anasema 2025 ni ya Afriprice. Karibu kaka Abbas. Habari za saa hizi. Mi of course nasema 2025 ni ya Afriprice, ukiangalia kwa restructuring ya management ambao walikuwa wamefanya, na ukiangalia pia results zao za Q2 za mwaka jana, wameweza kuperform vizuri sana katika upande wa revenue zao, kiziangalia zimepanda sana. Lakini pia Afriprice ni mwekezaji pia ambaye ana hisa nyingi kidogo katika benki ya NMB, na NMB pia tunaiona inafanya vizuri katika matokeo yake ambayo wametoa, na tunatarajia kwamba wataenda kutoa gawio zuri. Kwa naona kabisa Afriprice ikiwa inaenda kufanya vizuri kabisa sokoni. Lakini pia bado watu wengi hawaiangalii kwa jicho la kwamba kuna opportunity. Kwa hiyo bado kuna fursa kwa mtu ambaye anaweza akaweka pesa yake pale. Hii kampuni itaenda kufanya vizuri sana. Lakini pia tusubirie matokeo yao ya Q4 tuone wamefanya vipi, lakini naamini ni kampuni ambayo itaenda kufanya vizuri sana kwa mwaka huu 2025. Asante. Shukran sana Abbas. Napenda insight yako, and inaonekana kabisa kwamba you are keen with the market na unapenda market. Ni kweli tumekuwa na turnaround kubwa sana kwenye Afriprice. Lakini pia tumeona kabisa kwamba amediversify pia portfolio. Kuna baadhi ya hela ambazo pia amewekeza nje ya nchi ambao pia inaweza ikamsaidia kuweza kutengeneza return nzuri zaidi. Na tutakuwa nao katika hii series yetu, tutaidadavua zaidi, na tunaweza labda mwishoni wote tunaweza kutoka na conclusion kama ya kwako
au tukawa na conclusion ya tofauti. Naomba tusiweke majibu kabisa mapema. Naona Evans hapa anauliza ni wapi utapata information hizi za kampuni source. Evans, cha kwanza kabisa, source ya kwanza kabisa sisi wenyewe tumekuwa tukitoa tumekuwa tukitoa daily reports na weekly reports, lakini pia soon tutakuwa tunatoa financial highlights kila financial inapotoka. Kwa hiyo financial highlight yenyewe itakupa information nyingi sana za hiyo kampuni. Kwa hiyo kampuni ikishatoa report hizi kama hizi quarterly financials, inatoka na highlight yake ambayo itakupa mwanga zaidi wa hiyo kampuni over the time. Lakini pili, unaweza kaingia DSE, katika kila kampuni pia pale kunakuwa na hizi annual report financial statements za makampuni yote ambayo yako listed, unaweza ukazipata pia hapo. Naona CV Okay, why would one buy Afriprice or Nicole who hold NMB shares and not buy NMB shares directly? The issue is diversification. Ukinunua NMB, una NMB peke yake. Na ukinunua Afriprice, ukinunua Nicole, unajikuta kabisa kwamba tayari unapata diversification kwa sababu they are not holding shares on only one company only. Though kwa hizo zote mbili pia NMB imekuwa ni significant investment kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuna price factor. Ukiwa na F16 ukienda NMB unapata hisa 10, akati ukija huku unapata more shares. Lakini ukae pia ukiangalia kwamba 20 shillings gain kwenye Afriprice, that's almost 10% to you. Ili uenjoy 10% kwa NMB unahitaji kitu kama 600 tayari kwa bei ilivyo sokoni pale. Kwa hiyo kuna all those factors mtu anaweza kaziweka into consideration. Lakini if you want to buy NMB shares, okay, karibu sana, tutakusaidia kuzinunua. If you want to buy Afriprice, tutakusaidia kuzinunua. If you want Nicole, tutakusaidia kuzinunua. Karibu sana. Amani Macha, DCB, MKCB mbona mmeiacha hamjizungumzia na ni mid cap? MKCB itazungumziwa sana na tumeizungumzia pale. Katika bahati nzuri au mbaya imetushusha kidogo wiki hii toka 580 mpaka 550, kwa hiyo ikachangia domestic market cap kushuka, lakini hatujaiacha. Tuko nayo pamoja, na kwenye ile slide tuliweka ni katika hizo hapo tulikuwa tumechukua sample space ya baadhi ya kampuni ambazo zimetoa gain. MKCB kwa hiyo itazungumziwa sana kwa namna moja au nyingine. Amani Macha. Mpaka sasa hayo ndo maswali ambayo nimeona kwenye chats. Labda tuendelee kuwapa, tumalizie ili tuendelee kuwapa muda kwa kufanya nini? Kuuliza maswali zaidi. Karibu. Asante. Sasa wakati tunaendelea kuhitimisha hii presentation yetu ama hii session yetu ya leo, tukasema katika hizi kampuni ambazo tunaona ni mid cap, nini kinaweza kikawa trigger ya ku-unlock ile value? Yes, tutazipitia kwa kina moja baada ya nyingine, lakini lazima tu anticipate triggers ambazo zitaleta hiyo performance. Of course, Nicole, waki-improve ile return on equity on average, kwa mtu anayefuatilia Nicole atagundua kwamba return on equity yake imekuwa kama less than 5%. Umeona, that means wana room kubwa ya kutumia assets zake kuleta return kubwa zaidi kwa wawekezaji. Ukicheki portfolio ya Nicole is skewed heavily towards NMB, na mimi nimekuaga nikiwa na discussion na wadau ambao wako Nicole, tumekuwa wote tukikubaliana kwamba guys, mbona portfolio yenu mnaacha hela kubwa sana kwenye counters nyingine? Yani kuna gains portfolio ya Nicole imeziacha sokoni ambazo nadhani na wenyewe kikaga ukiangalia wanasema hapa kweli tuliacha hela. So we believe kwamba Nicole akimprove ROE yake, return on equity, ita unlock even more value. Waki expand vile vile offshore. Umeona, hii ni open end, ni closed end fund ambayo mandate yake, to be honest, inaweza ikaruhusu with approval of the board kwenda nje ku explore opportunities. Umeona, DSE ni moja ya kampuni ambayo haitajwi sana, lakini imekuwa consistently making money for its investors. Key catalysts, nadhani for the past 2 years tumekuwa tukiona talks za kwa nini kampuni zisiwe listed nyingine zaidi katika soko la hisa. Na wiki hii kumekuwa kuna clip inatembea bungeni, hili swala limediskasiwa wiki hii kwamba kwa nini state owned enterprises zisipelekwe sokoni ili wawekezaji wa Tanzania wakaweza kunufaika. Well, we believe listings zikija sokoni, lakini also
tukibelieve kwamba hizi listings zikija, hizi ni products zitatoa room ya kuleta excitement kwa wawekezaji wengine, lakini vile vile performance ya hizi listings zitaleta wawekezaji wapya, na hayo ni mapato kwa DSE. MTP, mobile trading platform, imekuwa ni kitu kizuri sana kwa wawekezaji. Nadhani mimi baada ya mobile trading platform niliacha kujaza karatasi kabisa inapokuja swala kununua hisa. Umeona? So we believe that is a trigger. Foreign investors, hawa jamaa wakirudi, yani geopolitics zikikaa sawa, foreign investors wakirudi, that will be money for DSE, and that we believe is a trigger for the performance of DSE. Sweet spot kwa kweli for the past 1 to 2 years imekuwa ikikaa kwenye shilingi 1000 mpaka 1100, top maximum kabisa 1250. Lakini good news is that kota ya 4 wamepata biashara mpya, kwa deal ya kuservice KLM pamoja na kuservice Air France. We believe that is going to be new money for them. So tunaona hizi biashara wakiendelea kuzisekiwa kwa namna ambapo wamezisekiwa hizi mbili ndani ya mwaka mmoja, we could see their revenue being upward growing, and that should unlock its potential. Tanga, debt restructuring, moja kitu ambacho kimeitesa Tanga ni lile deni lake la dola. Imekisha kuwa acquired na owner ambaye ana-own Twiga Cement. Let us observe how they go about to clean that debt and optimize their balance sheet. Mambo yakikaa sawa, tunaamini value can be unlocked kwa sababu Tanga na Roma inka iko pale ya kutosha kabisa. Umeona? Na ipo katika position nzuri kabisa, haiko mbali na masoko yake. TOL, huyu naye huwa hazungumzwi lakini anafuatiliwa. Kama tulivyoona upande wa dividends, hasijalipwa toka 2022, they have not declared a dividend. We believe wakiwa consistent dividend payers, the value will be unlocked, excitement itakuja kwa investors. Kwa sababu investors kwa my experience nani kiko utatest, wawekezaji huwa wanaiulizia TOL. Ila kumekuwa kuna kosekana kale ka sentence ka kumfanya mtu atake action. AfriPrice, ndugu Abbas ameitaja. We believe cross border portfolio yao, kwa sababu saizi wana holdings za Equity, KCB, EABL. Tunaamini ikitokea rally Kenya ikafanya vizuri kama confidence ya kuongeza holdings zaidi, that could also unlock a lot of unlocked potential. Rutiko, this is just a preliminary. Yani tumefanya kwa juu. This is what we believe can unlock these potentials. What's your comment? Na kwa namna moja au nyingine naamini kwa level hii ambayo tumesema tunaanza, hizi zinatosha. Lakini kwa sababu tutakuwa tunawasana, tutakuwa tuna communicate kwamba tuna discuss kampuni gani katika Ijumaa zinazoendelea, naamini kabisa watu watakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kupata undani zaidi na nini na uwezekano hizi kampuni kweli kwa unlock potential yake kwa namna moja au nyingine. Kwa haraka ningependa kujibu swali la ndugu Freddy ambayo anaulizia kwenye financial statements za CRDB kuna group na company, tofauti yake ni nini? Ndugu Freddy, CRDB kama CRDB ni benki, na hiyo ndio ilikuwa ni primary, tunaweza kusema ni kama ni primary company, na kwa hiyo ukiongelea financial ambayo unaona upande wa bank ni financial za benki kama benki inapoperform. Lakini pia CRDB inamiliki subsidiaries, inamiliki CRDB Foundation, inamiliki CRDB Insurance, inamiliki CRDB Burundi, CRDB Congo. Kwa hiyo all those subsidiaries pia ile ya group ina involve pia faida ya subsidiaries zake zote kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio maana hapa kuna group na kuna bank. Kwa hiyo kama unataka kujua tu how the bank is doing kama the bank, utaangalia pale upande wa nini wa CRDB Bank. Lakini kama unataka kujua the whole CRDB group ina perform vipi, utaangalia kwenye upande wa CRDB group. Ndugu Oscar, umeuliza vizuri kwamba baada ya kupeleka form na kuboresha taarifa zangu za rekodi wa intao za CRDB, najua kwamba taarifa zangu ziko tayari. Uzuri ni kwamba kwa sera ya benki sasa hivi tunaenda kwenye full automation. Na tuna project tunaifika ndani kwa ajili ya hiki kipengele hasa kwa ajili ya automate. Lakini naomba nisiongee sana mpaka kikae sawa na kije kwenye public. Lakini kwa sasa hivi tulipo ni kwamba utaenda branch, utajaza hizo taarifa zako na unaweza ukaendelea communicate na yule RM kuhakikisha kabisa kwamba taarifa zako zimewekwa sawa, na yeye mwenyewe ndo atakwambia kabisa kwamba hiyo taarifa zimeshakaa sawa. Na naamini kabisa kwamba ule muda wa gaio ukifika utaipata
utaipata vizuri kabisa kama zile taarifa uko ushaziweka sawa. Lakini pia kama huko nyuma hujaipata shida sana, uko ushaifanya zoezi huko nyuma, sidhani kama utakuwa na haja sana ya kulifanya sasa hivi, lakini kwa namna moja au nyingine sio kitengo chetu, kwa naomba nisikiongelee sana. Makwani amesema nawapa pongezi, naendelea kujifunza, karibu Mwakanya na tunafurahi sana. Huyu ni Elian ameomba tuanze na Afriprice. Elian mbona kama unataka kupata conclusion kabla ya mambo yenyewe hayajaanza. Unaweza ukashangaa mpaka mwisho, unaweza ukashangaa tukaanza na Nico afu kaipenda zaidi Nico kuliko Afriprice. Mimi nashauri tu Elian, tuwe pamoja, tuta communicate, na pia kumbuka hii itategemea, kwa sababu tungependa sana kuwa na participant wa kampuni ambaye anaweza akatupa insight of what is happening. Tuna reach out kwa investors relation na kuomba kupata watu wa kuweza kuongea nao katika hizi session. Kwa hiyo pia inategemea na ratiba ya kampuni yenyewe husika, kwamba ipi nani yuko tayari kuleta kitengo chake kwa ajili ya hizi episode ambazo tunaendelea kuzifanya. Kwa hiyo pia kampuni tunaanza nayo au tunamaliza nayo haimaanishi kwamba ndo nzuri sana au ndo mbaya sana. It highly depends on availability. Tuta reach out na timetable tayari iko tayari. Kwa hiyo baada ya timetable ya kwetu na ya kwao kwa line, tutatangaza nani tutaanza naye na atakuwa wa mwisho. Naamini kwenye maswali tumemaliza, na huyu ED kasema great presentation, tunaomba mtufafanulie ROE kwa Kiswahili. Kwa ROE kwa Kiswahili tunaongelea ni ROE ni return on equity, ambayo kiukweli ni kwamba ni ile faida ganya kwa shareholders equity, yani faida ganya kwa mtaji uliopo kwenye kampuni husika. Na pale kwa sababu mtaji unabaki more or less the same, factor kubwa ni kuongeza tu faida. Kwa hiyo ili sikusumbue sana, wewe angalia tu improve faida. Sawa Lakini eventually kadri unavyozidi kuwa pamoja na sisi, unavyozidi kuendelea kujifunza maneno ya uwekezaji, ama ndio tabia ya return on investment, earnings per share, dividend yield. Lakini kwa at this preliminary stage, wewe jua kabisa kwamba lengo kula ni kuongeza bottom line yake, ile faida yake iliyotengenezwa ndani ya mwaka huo husika. Natamani, najua leo ni Ijumaa na najua watu wengi wanapenda kwenda kupumzika na kusherehekea matukio waliyofanya wiki nzima, na tulikuwa natamani hizo session zetu zinaishia saa 12 kamili. Kwa hiyo na naamini tumeexhaust maswali yote ndugu Ami. Nimepitia chat hapa, naona kabisa kama tumeexhaust yote. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine karibuni sana. Mimi naomba tu niwaache na key takeaways ambazo mimi binafsi nimeziona siku ya leo, ambazo kwanza, kuna hela inaweza ikatengenezwa beyond large caps, yani blue chips. That is one. Pili, takeaway ya pili ambayo nimejifunza leo ama nimegundua leo ni kwamba sisi kama wawekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam bado kuna money tunaiacha on the table, bado kuna hela tunaiacha mezani kwa kuto kuziangalia mid cap stocks. Takeaway ya tatu ni kwamba I need to revisit my portfolio. Sawa, ni dadavue kwa kina hizi mid cap stocks niweze ku-unlock hii value. Those are my 3 key takeaways. Mimi naongezea moja ya mwisho. Wanakuambia kizuri kula na mwenzio. Kama umefanikiwa kuja kwenye hii session na umeona imekusaidia kwa namna moja au nyingine, naomba pia umkaribishe mwenzako aje ili wote tu unlock hizi potential, kwa sababu pia unajua hii information ambayo tunaenda kuipata, the more people they know, the more people they buy, and the more you can drive these prices to their correct area that they are supposed to be. Yani mimi nikijua CRDB ni nzuri, nikanunua mimi peke yangu, haita move price kama inatakiwa. Lakini tukijua watu 20, 30, 40 kwamba CRDB ni nzuri na tukanunua, basi hata ile price impact inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kama natamani kabisa kwamba nikiona session ijayo, kama uliona session imekusaidia, basi mkaribisha na mwenzako ambao unaweza kuanza, kama anaweza akawa ni mwekezaji na anaweza akafaidika na information, na mwisho wa siku wote tuendelee tuingie katika hii safari ya uwekezaji na tuweze kutengeneza hela katika hii uwekezaji ambao tunaufanya. Karibuni sana. Hiyo ni takeaway yangu nimekuongezea. Kwa naomba uwe na takeaway 4 ndugu wangu. Kizuri kula na mwenzio. So utafanyaje? Tuko hapa kila Ijumaa saa 12 jioni. So saa 12 jioni nenda WhatsApp, ingia kwenye CRDB channel, utakutana na link. Ujaona link kule, nenda Instagram, utakutana na tangazo ambayo itakupeleka wapi kuna link. Lakini na kuhakikishia ukiingia WhatsApp channel ya CRDB utapata
link, lakini vile vile through email tunaweza tukakufikia. Kwa wale wawekezaji wetu ambao wangependa kupata taarifa zetu za analysis za kila siku pamoja na zile za kila wiki pamoja na za makampuni husika, naomba mdrop email zenu katika chat. Mtaalamu wetu ambaye amekuwa akitoa reports ambazo naweza nikasema saizi ni they are leading in the market, to be honest. Sawa, hata kufikia reports zitakufikia. So more or less saa 12 jioni kila Ijumaa tuko hapa, tunapata uwekezaji and then weekend inaanza. Ni hayo tu kwa upande wangu, niwatakie jioni njema, niwatakie weekend njema. Karibuni sana.